Mambo. Wewe vipi? Unaingia nyumbani kwangu kama sijui unaingia wapi? Nakuuliza wewe, umenizoea sana Aya ungekuja hapa ungemkuta mume wangu. Calm down basi vai. Nimempigia, ameniambia hayupo ndio maana nimekuja. Kumbuka yule ni rafiki yangu, kwa hiyo ameniambia hayuko ndio maana nimekuja. Okay, kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Sababu sielewi na kupigia simu ni kama umeniblock vile. Nikitumia namba nyingine kupiga, simu inaita mpaka inakata. So unaniweka njia panda, sielewi chochote. Sielewi kwamba penzi letu linaendaje, sielewi ni nini kinachoendelea, sielewi chochote. Ndio maana nimefika hapa. Nahitaji kutambua hilo ni nini kinachoendelea. Sikiza nikwambie Jordan. Naomba unisikilize kwa makini. Kile kitendo nilichokifanya siku ile pale kimenitafuna, kinanitesa mpaka leo. Hujui tu ninavyojisikia. Sasa naomba unisikie. Kuanzia leo, tena sio leo, kuanzia sasa hivi. Katika memory yako naomba utoe kwamba ulishawahi kudate na mimi au kufanya chochote na mimi. Ile ilikopo ni mistake nimefanya na haiza kuja kujirudia. Yaani kitu ambacho najuta, yani sijui hata nikuelezeje. Naomba tu ufute kwenye akili yako kama ulishawahi kudate na mimi. Niheshimu, nikuheshimu, ishia. Okay, sawa, haina neno. Nitafanya kama unapotaka, nitakuheshimu, lakini nikwambie kitu. Kwa mara ya kwanza yani kulala na mwanamke au kudate na mwanamke alafu nikamtafuta hivi. Hii ni kwa mara ya kwanza. Na unajua kwa nini? Faiwe mtamu. Umenichanganya sana. Unajua nimepagawa. Unajitunza. Yaani una vitu vyako fulani. Oya, manyanya anafaidi sana. Na hii ndio ilonifanya mpaka mimi nikatoka kule kuja kufuata hapa. Yaani kama umevumbikwa. Lakini sawa, so kesi. Nitakuheshimu kama unavyotaka, kama shemeji. Na wala sitokusumbua tena katika maisha yangu. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea.